Huu ni moja mzigo ambao hauhitaji popcorn wala snacks bones kuweza kutazama kuumaliza, cause unaelezea struggle na hopes zitakazokuacha cubs. Ukiutazama utakuuliza. Story ni kumuhusu bibi wa kuitwa Janaya ambaye anaishi mitaa Choka Mbaya kwa Lulenge Buza, na ni mama mtoto mmoja ambaye anakomaa kumlea mwenyewe kisingle mother, and too bad hali ya afya ya mtoto pia haiko sawa, huku bilinge za kimaisha zikiwa zinamvuta, na kichwani kwake playlist ni moja tu, Yatapita by Platnumz. Hapo kila kukicha vitu vilikuwa vinazidi kuwa vigumu kinoma. Sasa leo anamwandaa mtoto wake kwa ajili ya kwenda Skonga, ila mtoto anamwambia mama, please lipa hela chakula shule ili waache kunitania. Mama akamuuliza, wanakutaniaje mwanangu? Mtoto wake anasema mwalimu huwa anasema tulipe pesa ya chakula ili waache kunilisha makoko. Ndo mama akashangaa akamwambia, huwa anakuambia hivyo mbele ya wanafunzi wenzako? Mtoto akasema ndio mama. Bibie hii kamuumiza sana kuona pesa kidogo tu ya chakula inamdhalili mwanae shuleni mbele ya wenzake. So ndo hivyo bana, wanatoka ili aweze kumpeleka mtoto wake shule, ila kama kawaida nje nyumba yake yuko Uncle Ben ambaye mara zote huwa anaokota kwa bibie, lakini leo bibie anasema hana kitu kabisa. Uncle Ben anamtazama, bibie anaona isiwe tabu, achitogana umaskini tu babangu, lakini amsitiza Uncle Ben kuwa please usinunue visungura, lakini Ben anasema nao wanagonga vifisi, ameimprove. Asa wakati Janaya anatoka, mwenye nyumba huyu bana akawa amemuona, anamwambia pesa kugawa kwa wasiojiweza unayo, ila kulipa kodi kwa tunaojiweza tukajenga nyumba ambayo wewe ndo unaishi huna, sio? Janaya kama amejikomiti kwa mwenye nyumba kuwa leo ndo anapokea mshahara wake, so muda si mrefu akirejea tu ataweza kumalizana na mwenye nyumba. Bas bana, ndo hivyo akamdrop mtoto wake shule na akamwambia leo ndo napokea mshahara mtoto wangu, so nitalipa ile pesa chakula. Mtoto akamuuliza mama, kweli? Ni mkubwa akasema leo ndo mwisho wa makoko mwanangu. Haya, Janaya ndo anaingia kazini kwake sasa. Alikuwa anafanya kazi kwenye moja supermarket, na kwa sababu leo ni mwisho wa mwezi basi kulifura watu kinoma. Sasa fasa akawa ameingia mzigoni, lakini siku ikaamua tu kuwa mbaya, akajikuta anapishana na mteja, na wateja wenyewe visukari vilikuwa juu kinoma, wakawa wamemzingua sana. Sasa huyu besti wake ndo binadamu pekee ambaye at least anakuwa naye muda wote kuweza kumfariji, na alipoenda pale benki akaforce kukutana na manager, akajitambulisha, lakini manager akasema na hakujua. Janaya anamwambia manager kwenye akaunti yake kuna kiasi kidogo cha fedha, lakini akijaribu kutoa kwenye ATM anasema salio lake litoshelezi wakati lipo. Manager akamwambia hicho kiasi kilichobaki ni kilinda account, so hatoweza kukitoa. Janaya akasema sitaki kulinda akaunti yangu, nataka nitoe pesa hata kama mkifunga sawa, kwa sababu na shida nayo hiyo pesa. Lakini akashangaa kuona manager kama amsikilizi hivi, akacheki na time akaona muda unasogea, ikabidi ndo hivyo fast atoke aendelee na safari yake kwenda shuleni kwa mtoto wake. Hata hivyo anafika shuleni kwa kuchelewa kidogo, anakutana na mwalimu, anamwambia samahani nimechelewa, lakini hafla kama amesikia sauti ya mtoto wake akiwa analia na akawa anachukuliwa na watu hao, akawa hajui anampeleka wapi. Janaya akajaribu kuzuia, lakini watu hao wanatambulisha kuwa watu wa kitengo cha familia na malezi. Lakini ndio hivyo, Janaya akawa asikilize, anakomaa tu kuwa anataka mtoto wake, mara ni mgonjwa, hawezi kaa mbali na yeye. Lakini hawa akawa wanasisitiza kuwa hawasikilize, lakini Janaya ndio hivyo akawa asikilize na kuwa mkali kidoma. Sasa hawa watoka kwenye kitengo cha usaidizi wa watoto na malezi pia, na alikuja kumchukua mtoto wake kwa sababu moja tu, walipokea ripoti ya shule kuwa mtoto huyu hali yake kiafya haikuwa nzuri, lakini pia lishe yake haikuwa sawa, hakuwa anakula vizuri. So kwa salama ndio akawa wamekuja kuweza kumchukua. Ndo Janaya kumind sana ule teacher kwamba unaijua hali yangu na bado nimejaribu sana kumlea mwanangu, kidogo ninachokipata hajawahi kulala njaa. Janaya hii kaimemuuma sana. Hasa anaamua kurudi ofisini kwake akiwa yuko vibaya kinoma, akaona endelee tu na kazi, lakini bosi ndo huyu akafika akamwambia nilikupatia nusu saa tu kishikaji, ila ukaamua uende huko karne nzima. So akamwambia fast aende ofisini. Kuingia tu ofisini, bosi anasema una shida gani wewe mdada? Akasema leo imetosha, nimesha kuchoka, so hii kazi naomba tuishie hapa. Bibi akasema anahitaji hii kazi bosi tafadhali, lakini bosi akasema kama ungeitaka hii kazi usingeenda huko kukaa wiki nzima. Akasema bana kazi imeishia hapa. Bidada akasema basi kama ndo hivyo nipatie mkoja wangu, lakini mzee akaanza kumletea zengwe pale. Bidada akasema anahitaji hiyo pesa ili akalipe kodi na hela pia mtoto shuleni, lakini mzee ndo hivyo akakomaa akasema sikupati chochote. Wakataka wachukue kila kitu hadi cheki ya mshahara wa fedha wa bidada. Sasa ndo hapo bibi ikabidi agome. Sasa watu hao hawakumuelewa, wakaanza kuvutana naye bana. Sasa huku na kule, mara bibi akawapoka na kumtia bomba. Bidada akashangaa, risasi imemtoka tu na mwamba na galagala chini lo imetoka vuba. Bosi wake naye akapagaa, nini kimemkuta huyu? Bidada akavurugwa, hajui nini kimetokea humu ndani. Asa bosi wake akasema ameustukia huu mchezo. Fasa akapiga simu polisi na kusema mfanyakazi wake amepanga njama na watu wabaya kuja kuvamia. Bidada akasema mimi mbona siwajui watu hawa kabisa.
lakini bosi wake akamwambia hiyo michezo naijua, nimefanya 90, na akasema atahakikisha unaozea jela. Akatoa mineno kwelikweli bosi, kiasi ambacho bibie ikamuuma, akajikuta amemweka bomba pia. Damu ikawa imeshachemka kwa ubidada kinoma. Lengo lake lilikuwa pesa yake tu ya mshahara, lakini akaona anamletea mambo meusi, ndio hivyo akatafuta cheki yake tu ya mshahara, huyo akasepa. Sasa bidada anafika benki kutoa mkojo wake, anakuta unafunga, akaomba sana kwamba anahitaji kutoa hela leo. Uzuri meneja pia kama amemuona, anamfahamu bidada, akaruhusu kwamba afande mwache apite. Anaingia na mshukuru meneja na kwenda kwenye line ya huduma, lakini kufika anatoa cheki, lakini yule bidada anaomba kama na kitambulisho chochote kile ili aweze kukamilisha malipo. Sasa kimbembe kwa bidada hakuwa na chochote hapa, na bidada ndio hivyo akamwambia sitoweza kukamilisha muamala bila ID. Jana akamwambia kila mara huwa nakuja hapa, si unanifahamu, nisaidie tu kunitolea hizi pesa. Lakini bidada wa hapa anasisitiza no reform lakini bidada wa hapa anasisitiza no ID no service. Jana ndo akaona mambo yanakuwa mengi bana, akaamua kutoa ile bomba na akamwambia sitaki chochote kile hapa zaidi ya pesa yangu tu kwenye hii cheki basi. Lakini watu hao wakahisi bibi anataka kuiba hapa benki, wakachezesha alarm, makao makuu wakavuta waya, na meneja akakonfirm kwamba amevamiwa na ubidada na bunduki pia, bila kujua Janaya akavurugwa tu, anataka pesa yake basi. Sasa upande wa pili polisi wakawa wamefika ofisini kwa Janaya na kukuta mauaji ambayo yamefanyika. Sasa wakashangaa kama leo alikuwa anataka kuiba, kwa nini kaacha pesa zote? Kawafikirisha kinoma. Wakaenda kumhoji mfanyakazi mwenzake Janaya. Yule bidada akasema anamjua kweli Janaya na hana roho hiyo ambayo anasema, na wala sio muuaji. Lakini huyu detective anaitwa Ray akasema kuna kitu anakiona kwenye issue ya Janaya na haoni kama ni issue kawaida, huenda kuna kitu kimejificha hapa. Lakini wakiwa hapo inaingia simu kusikiliza, wanasikia kwamba kuna benki imevamiwa na aliyevamia ni binti mmoja ambaye anaitwa Janaya. Ikabidi fasta kutoka kwenda. Lakini hawa watu wa benki wakawa wamemtolea Janaya mikwanja kibao, lakini Janaya akasema hizi pesa zote hazitaki, anataka pesa yake tu ambayo ni ya mshahara ipo kwenye cheki. Lakini mind you, watu hao wanadhani kwamba Janaya amevamia benki bila kujua kwamba hana mawazo hayo. Kifupi huyu bidada mavitu mengi kwenye maisha ambayo yamemtokea yakamfanya kama akawa amedata hivi, anahisi yuko kawaida, yuko sawa, lakini watu wakawa wanamuona kama hayuko sawa, plus pia mkononi yuko na bomba. So hichi kitu kawa kinawatisha bila kujua kama kinawatisha, yakawa anashangaa kwa nini anatishika. So ndo hivyo meneja benki akawa kama kamsoma hivi, akaamua kumtuliza, kisha akampatia kiasi ambacho kilikuwa ndo haki yake. Lakini bana, nje polisi hawa wakawa wamefika na tayari wakawa wamezunguka jengo zima, ukiamini kwamba kuna mtu amevamia benki, yuko na bunduki pia na mabomu na ni mtu hatari kinoma. Ndio hivyo polisi kote wakawa wametanda. Lakini huyu detective kufika akamwambia bosi wake kuwa ana mtazamo tofauti na naamini kwamba ubidada sio mtu mbaya, ila kuna kitu ambacho kimejificha. Lakini Janaya akiwa bado yuko ndani anaona kwenye TV taarifa na ambapo nje kote kumezungukwa na wanadai kwamba humo ndani kuna jambazi mbaya kwelikweli ambaye ameivamia benki. Jambazi huyo ni nani? Ni yeye Janaya. Sasa baada ya muda simu ikaita, meneja kupokea, polisi wakataka kuongea na Janaya. Sasa bibi akasema anaona kote imezunguka askari, kuna shida gani? Ndio hivyo Ray akajaribu kuongea naye sana, lakini level ya depression kwa bibi ilikuwa kiwango cha lami highway kabisa. Sasa tukirudi humu ndani benki pia ambako amepashikilia ubidada, kuna mdada mmoja humu ndani akawa ametoa simu yake na kuingia live kwa siri kurekodi kila kitu ambacho kilikuwa kimeendelea humu ndani. Baada ya muda tena polisi wakavuta waya tena mule ndani kuongea na bibi. Asa this time bibi alipokuwa anaongea na polisi, maongezi yote yalikuwa yanaonekana live kwenye ile simu ambayo ilikuwa imetegeshwa, na TV zote pia zikawa zimejiunga na watu mbalimbali pia wakawa wanaweza kuona ile live pia kwenye simu zao. Sasa namna Janaya alivyokuwa anaelezea ikawa imeacha watu wengi midomo wazi. Janaya akasema alikuja hapo kwa nia nzuri tu ya kutoa mkwanja, lakini watu wao wakawa wamemgomea. Na yeye ndo hivyo akawa anashinikiza tu aweze kupata hela zake akanunue dawa za mtoto wake. So Janaya ndo hivyo akawa ameeleza vitu vingi na changamoto ambazo anapitia, vitu ambavyo vote vilikuwa vimemvuruga sana. Akasema pia hata kazini leo bosi wake pia alikuwa amemfukuza kazi kwa sababu tu alikuwa ametoka kwenda kumuona mwanae shuleni ambaye alizidiwa. So hata ambacho kimetokea na kusababisha ile mauaji haikuwa dhamira yake, ilitokea tu. So yeye hakuwa jambazi wala muuaji. Ndio watu sa kuona kumbe bibie bana story yake iko tofauti. Sasa baada ya muda pia nje ukawa kumejaa watu kinoma. Mabango yote yakawa yanasema free Janaya. Watu hawa ni wale ambao waliona ile live na kumsikia Janaya akitoa ile maelezo, so wakawa wanaamini kwamba ubidada anakosa na wakawa wanashinikiza kwamba polisi waweze kumwachia. Ndio bibi akashangaa, imekwaje watu wanaungana na mimi finally?
Sasa scene ambayo inaumiza kwenye mzigo kinoma ni pale ambapo inapigwa simu humu ndani kwa bidada na kupokea, kumbe ni mama yake mzazi. Mama yake amezungukwa na polisi, anamuuliza mwanae, nini kimepelekea mpaka umevamia benki mwanangu? Bidada anajieleza kwamba sijavamia benki mama, hawa watu hajanielewa tu, nimekuja kutoa pesa kwa ajili ya mtoto wangu na matibabu pia. Lakini cha kushangaza, mama yake mzazi anamwambia, mbona mtoto wako alifariki kutoka jana mwanangu, na mtoto wako leo atakuwa naye tena? Ndio naye kusema wait, mtoto wangu amefariki jana. Asa kumbe muda wote bidada anaamini yuko na mtoto wake, ameamka asubuhi akiwa naye, na hata jana usiku alikuwa naye, lakini kumbe hakuwepo. Na hata shuleni alipoenda naye pia, akamfungulia gari mlango, hakuwa naye pia. Hata walimu walishangaa kuona bidada kama anaigiza yuko na mtu wakati yuko naye. Na hata baadaye alipopigiwa simu akiwa kazini kwake kwenda shuleni, alipoenda shuleni walimu wakashangaa amekuja kufanya nini, kwa sababu hakuwa na mtoto wake. Na hata alipogeuka kuona wale watu walikuwa wanachukua mtoto wake muda ule hawakuwepo. Kumbe ni mawazo tu bidada alikuwa nao kuhusu mtoto wake, na kufikiri kwamba yuko naye anaumwa amsaidie apate pesa. Kumbe muda wote mwanaye hakuwepo, alikuwa amefariki kitambo. Ilimuuma sana ubibie kuona ameshindwa kumsaidia mtoto wake.